reason why huwa tunachukua hizo viwango and then after that we are going to finish. Ili tunapoenda kuomba kuanzia saa 9 tuwe tunaelewa ni kitu gani ambacho tunaombea na ni baraka gani ambayo tunatarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So karibuni sana na Mungu aweze kuwabariki. Tunaanzia na fasting ya kwanza ambayo iko katika Biblia. Inakuwa 24 hours fast ama one day fast. Na tunaweza iona katika kitabu cha Judges chapter 20 and verse 6. Now most of the time this kind of a fast is all about the flesh. It's all about the flesh. Wakati wowote tunataka kuomba kwa ajili ya the flesh that the Lord has given you, the appetite, the craving, vitu ambavyo tunakusumbua kimwili. Ukisoma kitabu cha Judges 20, hapo kutoka verse 1 all the way to 26, kuna one of the Levites alitembea katika tribe ya Benjamin ama katika community ya Benjamites. They are the sons of the Benjamin. Na alikuwa ametembea na concubine. Hadi tunaelewa sana katika Biblia, many men had concubines. Na wakati alifika pale, wale watu walikuja wakarape that concubine and the concubine died. Na kwa hivyo yule Levite, kumbuka Levite ni wale watu ambao walikuwa ni tribe of God, alikatakata ule concubine, akatumia kila tribe ya Israelites kipande, wengine kichwa, wengine mguu, wengine, na kukawa na a lot of discomfort in the nation of Israel. And that is why the people there prayed. They fasted for a day. They did this kind of a fast because the sin that was in the city was about flesh. Kwa hivyo kama kuna jambo lolote unang'ang'ana nalo ambalo linahusu control of yourself, of your appetite, of your craving, anything that inagusa flesh, you are required to do a 24 fast, a 24-hour fast, or a one-day fast. The Bible says that the Israelites fasted that day until evening. Ile fast ambayo tunafanya kuanzia asubuhi mpaka jioni, ama kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi. It is called a 24-hour fast, and it is all about the flesh. Kwa hivyo usiende kwa maombi ya 24 hours ukiombea biashara, ama ukiombea addiction, ama ukiombea mume wako abadilike. It will not work. This one is all about the flesh. Anything that is attacking your flesh is what you should take in the presence of the Lord for 24-hour fast. And naamini kwamba hiyo tumeielewa. Kwa hivyo siku nyingine unapofunga kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 ya jioni, uelewe ya kwamba that kind of a fast will only break the flesh. Anything attached to your flesh is what it will break. Tuko na aina ya pili ya fasting ambayo tunaita national fast ama national repentance ama cleansing. Inahusu sana taifa, kwa sababu ukiangalia wale watu ambao waliomba hiyo maombi ya 72 hours ama 3 days, tunaanzia na taifa la Nineve. Wakati ambao mtumishi wa Mungu Jona alipeleka ujumbe, akawaambia Mungu amewapatia 40 days. Muwe mmetubu dhambi zenu. Mkikosa kutubu, Mungu atamaliza taifa la Nineve. Na tunaona kwamba wakati Jona alienda katika hilo taifa akatangaza mwelekeo ambao Mungu alikuwa amechukua kwa hilo taifa, kuanzia the king of that nation all the way mpaka kwa wanyama, mpaka kwa watoto wadogo, watu waliingia 3 days fasting. It is a fasting of cleansing. Ni kitu ambayo inatoa ama inaponya hidden wounds. Kama ushawahi kuwa na wounds katika moyo wako ambazo zimefunjwa, moyo wako umeumizwa, ile fasting ambayo itakuletea healing, it is the 3 days fast. Na hiyo ni 3 days fast without water. Unaenda 3 dry fasting days without water. Hiyo kitu inaondoa sadness, inaondoa bitterness, inaondoa anger, na ina
ilibidi Mungu ampeleke for 3 days. Inasemekana kama for 3 days he never ate or drank anything. Na hakuwa anaona. Kwa hivyo Mungu alimpeleka 3 days fast, akitaka kumcleanse, akitaka kumsafisha, akitaka kuondoa hizo vitu, hizo uchungu ambazo zilikuwa zimemea katika moyo wake. The anger, kama uko na shida na hasira, wewe ni mtu wa kukasirika haraka. Anga yako inakuja mpaka unabomoa kile ambacho umejenga. What will cleanse that anger? What will cleanse bitterness? What will cleanse hidden issues in your life is a 3 days fast. Na hapo ukiangalia katika kitabu cha Esther chapter 4 verse 16, unakuta kuna wakati Esther alipatana na a very urgent agenda, a very urgent declaration, na she needed the heavens to intervene. Aliamurisha watu waombe siku 3. Aliambia Mordekai, nenda umitie the Jews at Susa. Susa ni mahali ambapo Wayahudi walikuwa wanaishi. Akawaambia mfunge siku 3 kukosa kula na kunywa, na mimi nitafunga siku 3 pamoja na wafanyikazi wangu. Baada ya siku 3 nitaenda kwa mfalme, na whatever happens, if I perish, I perish. So Esther needed an urgent intervention. Alikuwa anahitaji baraka ya haraka ama majibu ya haraka. Na ukitaka majibu ya haraka katika maisha yako, ingia katika 72 hours fasting ama hiyo 3 days. Inakuponya, inaondoa hasira na inakupatia mwelekeo katika maisha yako. Alafu jambo la 3 ama fasting ya 3. So tuone hiyo ya pili, hiyo ambayo tunasema 3
by the renewal of our mind. So 21 days fast is a mind level. Tunaomba ya kwamba our mind, the mind that the Lord has given us, tuweza kubadilishwa. Ndio maana unasikia hata ukienda kanisa lingine siku ya leo unasikia bado wanaomba. Ukipigia Mkristo fulani atakwambia bado anaomba. Kwa sababu this is where we need our mind to shift. Na kama kanisa lita grow, na tutaweza kufunja ile spiritual resistance ambayo iko hapa inatuzuilia. Tuseme kama sisi tuko katika mji wa non-copying. Tuseme kuna queen of passion anatuzuilia, kuna spiritual resistance inazuilia milango yetu ya kanisa, inazuilia washirika. The only way to break those spiritual resistance, spiritual patterns, is by going before the Lord for 21 days. Inafuta hizo spiritual resistance. Hii ni ile ambayo katika kitabu cha Daniel chapter 10, ukisoma hapo verse 20 from verse 2, utakuta kwamba Daniel aliingia katika hii level ya 21 days fast. And I'll tell you the reason why Daniel declared a 21 days fast. Ni kwa sababu Daniel na akina Meshach, akina Abednego walikuwa wametekwa mateka na taifa la Babylon. Lakini according to Jeremiah's prophecy, yule nabii ambaye alikuwa ameprophesy hiyo kupelekwa Babylon, anaitwa Jeremiah, alikuwa amesema ya kwamba watu wa Mungu watashikwa mateka na taifa la Babylon for 70 years. Ilikuwa imesemekana vizuri ni 70 years. So wakati 70 years iliisha, Daniel akaona hapana, bwana 70 years zimeisha na bado tuko katika taifa la Babylon. Bado kuna spiritual resistance. Kuna kitu kinatuzuia kutoka katika mikono ya Babylonia. So he went in the presence of the Lord for 21 days to break that spiritual resistance. So hata sisi tunaingia katika ulimwengu wa kiroho for 21 days to break spiritual resistance. Anything that is speaking against us in the spirit, anything that is holding our miracles. Kama Mungu alikuwa amesema tutabarikiwa 2026 Januari tarehe 10 na leo tarehe 15 na hujabarikiwa, ni kumaanisha kuna kitu kinazuilia hiyo baraka yako. So what you do, you enter to a through a 21 days fast to break that resistance. Na tena hii ni nzuri sana kwa watu ambao wako na addiction. Wale watu ambao wako na addiction kama ya drugs, ama addiction kama ya unajua zile addictions ambazo zinashika watu siku hizi, strongholds. Unakuta mtoto wako anafuta bangi, ama mtoto wako aliingia kwa pombe, ama bwana wako aliingia kwa pombe, ama mtoto wako amekuwa mtu ambaye hawezi tulia. Kuna hizo addictions wako nazo. This is a very good prayer to break strongholds. Na pia ni fasting nzuri sana ya kurelease delayed answers. Kama kuna kitu Mungu alikuahidia 2021 na sasa hivi kwa 2026 na hicho hakijawahi fanyika, kumaanisha kuna mahali umecheleweshwa. Ukitaka kufunja delayed answers, this is a very good level of prayer. Tunaitaka the level of understanding. It's all about the mind, the level of understanding. Kwa hiyo kama kuna patterns in your family, pattern ni kama ya kwamba watoto wako wanafika darasa la 7 wana drop from school, ama wasichana wako wanafika form 2 wanaanza kukataa shule. Kuna hiyo pattern. Ama kwa familia yenu kila mwaka lazima kupoteze mtu. It means in your family there is a pattern that keeps coming and going. You need to do a 21 days prayer and fasting. It will break spiritual resistance. It will break addiction. It will lose powers. Strongholds will break. Delayed answers will be released if you do a 21 days fasting. Na ndio maana ninaambia kanisa hata siku ya leo, usiachwe na hii train ya maombi. Usiachwe. Kwa sababu mimi sijui ukikosa kuomba saa hii, tunasema 21 days. Sijui unaomba lini
tusiuane, that is tusiombe miungu mingine. Siku ya Jumapili tuende kanisani, siku ya Sabato. It was all about purpose. Lakini kabla hizo commandment, hiyo purpose haijawekwa kwa mikono ya Musa. Ilibidi kwanza aingie katika territorial level of fasting. Akafast for 14 days. Even the Bible says, aliposhuka kutoka pale mlimani, hata sura yake ilikuwa imebadilika. So this is a very high level fast. Mpaka sura yake ilikuwa imebadilika. It's about assignment, it's about purpose, it's about territories. So wakati ambapo unataka kuingia katika fasting ya 40 days, lazima unajua mwelekeo wa maisha yako na ni wapi ambapo umefikishana na Mungu. Ukienda katika kitabu cha First Kings chapter 19, First Kings chapter 19, utakuta tena pale kuna hiyo fasting ya 40 days. It is not everywhere in the Bible. It is very scattered because inadili na assignment, inadili na purpose, inadili na your calling. Si fasting ambayo ni ya kawaida. So unapojiangalia wewe kama Mkristo, unatakiwa kuelewa ni wapi ambapo unahitaji kufunga. Unahitaji kufunga. Ni wapi ambapo shida yako iko. Then you address it through the fast ambazo Biblia imetuelekeza. Kama shida yako ni flesh, kama hakika shida yako ni flesh, then you need to do 24 hours. Kama shida yako ni souls, hidden bitterness, sadness, anger, vitu ambavyo zinahitaji haraka, zinahitaji intervention ya haraka, then you need to join Esther or Daniel or the city of Nineveh in their fast. Na kama shida yako ni the spirit, you want to move, umekaa kwa level moja kwa muda mrefu sana, you want to move to another level in the spirit, you want to command in another level, you want to break habits, you want to demand God to bless you, then you need to go for a 7 days fast. And then tumesema 21 days, it's the mind level ambayo tuna break patterns, spiritual resistance, addictions, stronghold, delaying answers. You go for 21 days. Na kama kabisa unajua you need a territorial level blessing, unataka kuchukua muchi wote wakitengene ununuange kwako, muchi wote wakitengene ukujaje kwa supermarket yako. You want to carry the territorial blessing, then you need to go for 40 days and take that assignment in the hands of the Lord. So those are the types of fasting. I think there are 1, 2, 3. There are 5 types of fasting. Na nimekwambia apart from the fast 24 hours na 72 hours, the rest of the fast you can take water because you need to stay hydrated and you need to stay focused and you need to stay strong as you ask God to change your level, to break spiritual resistance, or to give you a territorial command. Ndio maana unasikia kuna wachungaji wengine wanajiita commanders. They are commanding cities. Na huyo mtu anasema mahali anasema I'm the commander of this area because anajua ya kwamba ameingia katika assignment na ameingia katika fasting assignment na anajua purpose yake. Na ndio maana hao watu ni ngumu sana kurudi nyuma. Look at Jesus. Yesu ni mtu ambaye aliteswa, akachapwa, akawekwa kofia ya mimba huku,
ikiwa 400. Mungu aendelee kututia nguvu. Take enough water. Pray sincerely, honestly. Sasa kwa mind level. Maybe tukisoma kidogo tukiona kuna watu wamesimama imara, maybe we can group again and do an assignment fast, a 40 days fast. Lakini hii sio kila mtu. Ni watu ambao wako tayari kuchange their lives and their destinies. Na ninaamini kwamba Bwana atatubariki. Kwa hiyo tuko hapa mpaka saa 12 jioni. As we continue with prayer, we are in a prayer movement, we are in a prayer mood all through this season, and I believe that once we come out of it, all the glory and honor shall turn back to God. Na zile vitu ambazo tumetuzuilia ama tumejipanga kuzuilia kanisa na maisha yetu hazitatoboa, because we are standing in the level of prayer. Na ninaamini kwamba Bwana atatubariki na atatutendea mema.